sikuwa na namna rafiki yangu. Kwa sababu nilihitaji kumsaidia tu soda. Lakini binti aliniomba sana. Nafikiri ningefanya nini sasa? Mimi nilikuwa naona Mr. Paul, endelea na mpango. Kwa sababu ukimwelezea sasa hivi Kisoda, mpango huu utaharibika. Nadhani sina jinsi. Inabidi nimshirikishe mama yake katika hili. Kwa sababu awali ulikuwa ni mpango wake pamoja na yule binti Batuli. Unadhani hiyo itasaidia? Mimi nadhani bora nifanye hivyo. Kwa sababu yule ni kama mama yangu. Nimeishi naye kama mzazi wangu. Kisoda ni rafiki yangu. Nikikaa kimya ataendelea kufikiria vibaya. Kwa hiyo sitaki aendelee kujitokeza. Okay. Basi sawa, mimi nadhani hiyo inaweza ikafanya kazi. Okay, rafiki yangu. Karibu. Poa, basi mimi nadhani ngoja nipitie kwake ya kwa kina Kisoda niweze kuzungumza na mama yake. Sawa sawa. Ya hiyo swala nikikae wazi. Pole sana. Poa, rafiki yangu. Pambana. Pambana. Sasa nitafanyaje? Nishatambulishwa ushogake mama. Hila ndo hivyo, nishatambulishwa ushogake mama. Hivi Batuli mdogo wangu, una uhakika na haya maamuzi uliyofanya? Maana sije akaja kukubaka yule jamaa. Dada, hebu acha basi hizo imani potofu. Hawezi kunifanyia hivyo. Haya, naomba uishie tu hapa ndugu yangu. Mimi nikachukue pikipiki pale, maana wananisindikiza kama wananifukuza vile. Umeanza. Haya. Sina jinsi, acha niishi hapa. Tutaonana basi. Karibu tena. Haya, poa, bye. Haya, bye. Haya. Vipi achangalia ngadi ase? Mbona ni kama umenuna? Au ndo challenge ya leo? Ni minuno tu. Unajua nini ndugu yangu? Mshoka katokea kuniamini sana. Alafu mimi sitaki kumwangusha Mshoka. Maana Mshoka kawekeza pesa nyingi sana kwangu mimi. Alafu mimi siwezi kuendelea kukaa nafanya kazi ya kumbavu kama wewe. Mjomba Robaki nganga chura. Ina maana unataka kuniambia umewafukuruza? Ndio nimewafukuza. Kwa sababu nimetoka kwenye mazingira yangu, nimeingia mzigoni pale. Nakutana na wateja rafiki yangu. Nauliza wateja, "Vipi mmepata huduma?" Ananiambia, "Si huduma tujapata mpaka sasa na tujakuta mtu yoyote." Nazunguka nyuma ya mjengo, nimewakuta rafiki yangu wamekumbatiana wanapigana mabusu. Sasa hili inakujaje kwenye mazingira ya kazi kama vile? Na nilipokuja kukaa nao kikao kuwauliza, wananiambia tu wao ni wapenzi wa muda mrefu na wamekuja pale kwa ajili ya kutafuta pesa, kwa ajili sio ndoa yao. Unajua? Sasa mimi nikaona ni mapumbavu nini? Yaani mje kutafuta pesa kwa ajili ya ndoa zenu afu kazi zangu mimi dololi kiasi kile. Kwa mfano watu wangewakuta pale wanapigana mibusu. Mimi si ndo nikaonekana mpumbavu na miliki afanya kazi wa pumbavu. Mimi mwana bora niwafukuze. Hivi Nyoksi, auoni ya kwamba utakuwa umewaharibua maisha yao? Na hiki kitu ambacho unachokifanya wewe unaona ni sahihi kabisa? Kwa halmashauri yako ya ubongo. Ungekuwa mimi ungeweza? Yaani wewe mfano ungekuwa mimi ungeweza? Mimi siwezi kumiliki wafanyakazi wa pumbavu. Mimi naona ni sawa. Kwa sababu mimi siwezi kukaa na wafanyakazi wa pumbavu kama wale. Bablinyo mambo moja mnisikilize kwanza. Mdogo. Yaani wewe kipindi ile ambao Kisoda alikuja mimi akanifanyia vurumai akaniletea timbwili akanichukulia mazee nikamwitia watu akamkindenye. Wewe ulikuja kwa nisema mimi ukaniambia brother. Sasa umekosea sana. Umefeli. Hiyo misorombo uliofanya kwa Kisoda umekosea. Nikasema ina mambo kwangu alikuwa anataka mimi nifanyaje? Ila mjubaruba umeona yenyewe inageuka. Ikigeuka ndio utajua uchungu wake. Kwa hiyo atakwambia kwa upande wao. Mimi lazima niwe upande wao. Yaani iwe isiwe. Kama tulivyokuwa baba mbalimbali. Lakini sio kama sikupendi na kukubali kinyama nyade. Kiru. Okay, haina noma baridi. Haya. Shikamoo. Samani, huu mguu nilikuwa naelekea kwako. Nilikuwa na mazungumzo kidogo na wewe. Una mazungumzo gani na mimi? Ni kuhusu masuala yangu mimi na Kisoda. Ishia hapo hapo. Ishia hapo hapo. Yaani wewe mtoto mshenzi sana wewe. Sikujua hata siku moja kama ungeenda kumfanyia hivyo Kisoda wewe. Sija kufikiria kabisa wewe. Wewe kwenda kumfanyia hivyo Kisoda wewe. Nilivyokuwa naishi na wewe kama mtoto wangu akumzaa kabisa. Leo kwenda kumgeuka Kisoda. Lakini mama, sitaki kusikia pauzo. Unajua kila kitu. Wewe unajua yule binti nilikomtoa? Unajua yule binti nilikomtoa mimi? Au unaleta tu penda yako?
Na kitu ukijua. Sina shida kutaka kujua, mimi nimeshakwambia upuuzi wako. Hao uliokuwa nayo baki nayo. Si umeamua kumng'ang'ania na yule binti, baki naye. Puuzi wewe. Haya. Bosi huyo. Bwana Kisofu. Vipi? Bwana sawa. Yale matatizo yalotokea. Ni vile tu sikupata nafasi ya kuwasikiliza, lakini nyinyi mko sahihi sana. Kikubwa mimi nahitaji nyinyi mrudi kazini. Maana kweli sipatikani. Mimi simu yangu nimeweka bondi. Yaani unavyoniona hapa mimi simu yangu nimeweka bondi, natembea na laini tu. Na kwa nini nimeweka bondi? Kwa sababu ya mambo yangu ya shughuli. Yale nilokuambia kwamba mimi nataka kuoa, ndio maana umeona kwamba mimi sipatikani, simu yangu nimeweka bondi. Kama tulivyokuambia, mimi na kipenzi changu. Umeona bwana? Tumekuja kwako kufanya kazi kwa lengo hili moja tu la kuoana. Kwa hiyo leo Jumamosi, Jumapili naoa. Sasa siku mbili hizi nataka nijiandae nitafute kanzu. Umeona bwana? Nitafute watu hata kidogo wale ubwabwa. Kwa hiyo nikulesi na mambo yangu. Na wewe unapotaka nirudi kazini kwako, sijakataa, ni jambo la heri, ila naomba niachie hizi siku kadhaa hizi. Jumatatu nakuja kazi. Kumbe mko serious? Okay, ngoja niwaondoe shaka. Kwenye sherehe yako, mimi binafsi nitatoka kuna kiasi fulani nitakupatia. Lakini pia nitakupa mshahara mwezi mzima. Ukishakuja kuanza kazi, nenzeni nitakukata. Au wewe unaonaje? Hapo unasema bwana Ulaya. Ndio tunaposema hapo, yani kwamba yani umenitonosa, yani msaganyoka na jinsikia kwamba niko hai kwa sababu hapa kichwa changu kimerudi. Unajua mwanaume mpango ni hela, kiume hela, yani kiume pesa. Na kweli umefanya kitu cha maana. Unikata? Sio kazi ndogo hiyo. Mimi nitakuja kufanya kazi na wewe nikate safi kabisa ili mradi langu litimie. Ama letu mimi na mke wangu litimie. Tutie nusra basi. Wala usijali. Kwenye sherehe yako mimi nitahudhuria. Lakini zunguka na mizunguko yako, ila usisahau kupitia ofisini kupatia kiasi cha pesa. Wewe bwana, karibu sana ndugu yangu, karibu bosi wangu. Na nitakupaisha pale japo nipo mbele na wao nitasema, "Bosi wangu." Hala. Bwana, hapo mimi na mazungumzo marefu na wewe. Tena utege sikio lako kisawasawa ili kunisikiliza. Anja mtetemka. Nia na mazumuni la barua hii ni kwamba wewe baba umezoea. Wewe baba unajifanya slay queen. Wewe kila demu wa msela unamchukulia, unatongoza, unamwacha endelee na ubachela. Aendelee na kupiga bakari nondo mamnyeto. Baba, umekuja kunichukulia mimi demu wangu hapa. Alikuwa ananisaidia mimi kukaa bafuni muda mrefu, alikuwa ananisaidia mimi sabuni nisizitumie kwa wingi. Baba ukamchukua mbwi. Sasa hivi nimerudi kwenye kampuni la wapiga bakari nondo mamnyeto Tanzania. Unafikiri nilifurahi? Haya, baba ukoona haitoshi kuniacha mimi kwenye kampuni la wapiga bakari, ukaenda na kwa Kisoda. Na yeye pia demu wake ukamchukua. Kisoda sasa hivi ni mwendo wa kujichukulia sheria mkononi tu. Sabuni anazimaliza sana kwao. Kisa wewe. Wewe baba, wewe ni mtu gani mbwa? Sikilize bwana, usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Kuna mambo mengi sana huyajui wewe. Kuna vitu sivijui eti. Vitu sivijui vitu gani? Ukunichukulia demu, Kisoda hujamchukulia demu. Sasa baba, iko hivi. Malipo ni hapa hapa duniani. Wewe unajifanya beach boy, unajidai shombe, mtoto laini, unawaka kila demu unachukua. Sasa iko hivi. Wewe unatafutwa. Natafutwa? Utaki. Natafutwa na nani? Na watu wasiojulikana. Na wakikukamata wanakupeleka kusikojulikana. Sasa baba, iko hivi. Nakupa siri kidogo. Kisoda ni mtu wa watu. Anaishi na watu. Sasa wewe umevamia mtumbwi wa vibwengo. Wewe si slay queen? Anja mtetemka. Ukinizingua mikuangusha ya bananga. Wewe unajifanya slay queen, unajifanya mboga saba. Sasa unaenda kuponza. Watu wasiojulikana wanakuja na mafuta yasiyojulikana, unauponza kusikojulikana. Kenge. Slay queen anyoko.
Hali inazidi kuwa mbaya sana mtaani. Na Kisoda anazidi kunichukia. Na ukizingatia ana makundi mengi sana ya wahuni. Hofu yangu mimi asije kunifanyia kitu kibaya. Nikutoe wasiwasi kwa hilo. Ila mpango wangu mkubwa ni kutaka kujua Kisoda ni kiasi gani ananipenda. Kwa hiyo kila hatua ambayo unayopiga niko nyuma yako. Na mpango wangu ukiisha, kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo naomba usichoke kunisaidia. Sio kama sitaki kuwasaidia. Natamani kuwasaidia wewe na Kisoda. Lakini hofu yangu mimi nisije kupata matatizo kwa sababu yenu. Niamini, kila kitu kitakuwa sawa. Okay. Mimi nipo ndani. Haya. Mimi nadhani champo hapo mna maneno. Yaani wenyewe wanasema hakuna matata. Ila yapo 2.5. Nimetoa kisu kimoja mwanaume nimejikongoja nimeileta hapa. Kwa hiyo mimi nakutegemea wewe. Nenda kaongee nao, kawaeleze vizuri, muafikiane. Mimi ni muoe Sonia au wewe mwenyewe hapo unasema. Mimi swala la kupeleka sina shida. Fedha itafika mpaka sehemu husika. Lakini sasa umejipanga vipi na sehemu atakayofikia bibi harusi? Na shangazi yangu mmoja anasema hilo shuzi. Yaani ukimsikia anasema hilo shuzi, kwa hiyo leo limefika rohoni. Bwana yule bibi kakubali. Yule bibi kakubali, kasema yeye yuko radhi kwa chochote kile. Alafu wewe mwenyewe unanijua mimi maisha yangu, pangu pakavutia mchuzi. Nadhani mwenyewe unanijua mtu wapambanaji hapa na pale. Nilikuwa na kazi, sijui imeingiliana na nini, watu wameniroga. Yaani nakwambia hii sehemu hawanipendi, sijui nataka mimi nikaishi wapi, sijui niende nikakae wapi, maana hata ndugu yangu Kipoma Photo yuko mbali, Jay Silva yuko mbali. Sasa sijui nimlilie nani ama niende nikaongea na nani. Kwa hiyo mimi naona nina mikosi. Kwa hiyo mwenyewe amekubali, amelizia. Mimi nani? Na mimi nampenda Sonia. Mshenga kama mwandishi wa habari tu, hauawi na apigwi. Kama mara kwanza niliweza kupeleka barua, mara pili nikaenda kufuata majibu, na mara tatu napeleka mahali na itafika. Kwa hiyo swala hilo nikutoe wasiwasi kabisa, linawezekana. Lakini sasa nina swali kwako. Mimi kweli nikienda lazima niulizwe, je, hiyo ndoa itakuwa siku gani? Hivi kumbe kule wanaulizaga. Kusudi na wao kama familia wajipange na shughuli. Mambo ya wali msafi na wali mchafu. Kwa mimi siku hiyo tena nzuri kifanyika Ijumaa ama Jumapili. Yaani siku hizo mbili hizo sio mbaya. Yaani ndani ya siku mbili Easy kama ulivyo. Hapa pa moto, mchuzi wa mbwa unyoa wa moto. Wewe mgonjwa unampaje cha baridi na unamwona kabisa kafuroti. Basi sawa, hilo jambo limeisha. Lakini sasa sitoweza kwenda sasa hivi. Kuna shughuli zangu nazifanya, nitaenda jioni. Nani hapo kwenda saizi na kasoro. Kwenda saizi unaona kuna matatizo gani? Mimi sasa hivi nina kazi vyangu. Labda kama utanisaidia kazi yangu moja. Ipi? Na kazi ya kutombwa bandani hapa. Hapo unajua unakwenda sana maziara, yani unakwenda sana kwenye rujalo. Haya bwana ndugu yangu, wenyewe hapa ngoja kuna kijimbo kimoja cha Sajina kinanifurahisha kinasema odi nganga. Nimekuja kwako mimi kupiga manyanga. Na mimi naibadilisha. Twende bwana chambo. Nimekuja kwako peleka hiyo minoti. Bwana usiniangushe. Jambo liko mwele ili tena nataka tumwagike tumalizane na mambo haya kila mtu akakae kwake. Liishe. Maana wachawi washakuwa wengi. Mwenga. Goya. Choni mnyangu basi mimi ngoja nisore. Nguli. Ameurudiwa. Wanawake hii waende tupone tu. Nimekusamehe mke wangu. Nimekusamehe sana. Na kumbuka wewe ni mke wangu. Ndio maana toka umeondoka hapa. Kwa kweli nilikosa raha. Sikuwa na furaha sana moyoni mwangu. Japo kuna tukio lilitokea ulilofanya. Na mimi sitakuja kuambia mke wangu. Kumbe ilionekana nimefanya kosa sana kuja kuambia. Na ukadiriki mke wangu kuondoka. Kiukweli niliumia sana mke wangu. Unajua jinsi gani ninavyokupenda. Wewe ndo mke wangu. Na kama kuna jambo lolote
ambayo unahisi ukinieleza nitakuwa na gumzo, naomba ulizungumze mama yangu, tuyaweke sawa, na inabidi tujiwekee ratiba hivi ya kwenda kanisani, tumrudie Mungu wetu, maki ndo anaweza, yeye ndo atakuwa mwokozi wa familia yetu. Mume wangu, nakuahidi nitakuja. Mungu ndio kila kitu katika maisha yetu. Kuanzia sasa, tuamini Mungu. Na Mungu ataleta neema katika maisha yetu. Kuanzia leo, nitaenda kanisani kila iendapo siku ile kuu. Sana. Kweli mama? Nakupenda mama. Yaani zotoka nimba tu yangu. Subiri kwanza. Yaani tuko umenitoa nyumbani huko mpaka hapa. Tumefika hapa unanizungusha tu. Sijui hata nataka kuniambia nini. Haya ndio useme mimi nakusikiliza. Kwani mimi chizi? Mimi mweu? Ha? Mbona unapenda kuila akili yangu kama mchwa? Yaani kidogo kidogo unanishusha samani, unanidondosha chini down. Vibaya hivyo. Labda nikwambie tu. Wenyewe wanasemaje? Ng'ombe wa masikini hazai. Sawa? Kwangu mimi kazaa. Tena hajazaa dume. Kazaa jike mwenzie. Sawa? Kwa hiyo kitu ninachotaka kukwambia hapa, nimekutana na tajiri kubwa na tumeongea mambo mengi hususani ya ndoa yetu, juu ya ndoa. Umeona? Na yeye aliniambieje kwamba natakiwa nirudi kazini. Hivi unachoniambia Kisofa ni kweli au unanitania tu hapa? Sasa mimi na wewe tunautana. Utani wanafanya Mnyamwezi na Mzalamu, mimi Mzalamu, wewe Mtusi, wapi na wapi? Ila kama kuna utani wa kimapenzi ningekuletea, lakini sio, na ndio maana nimekuleta hapa tumecheza. Ule ndio utani na mapenzi ya mahaba yako vile. Na mimi nimefikiria na ubongo wangu kuchanganua kwa sababu shughuli yangu ishaanza kuingia na watu wazito. Pale inabidi tuifunge. Pale tuwete mdundo. Muona bwana pale aje Montadi, aje Elisha, aje Kidonge, si umenielewa? DJ pale tumlete nani pale Adasco ama Duli kibodi waje pale walindime paka asubuhi na watu wale mchele. Unalionaje hilo? Kisofa. Lakini unajua baada ya shughuli kuna swala la kwenda honeymoon. Honeymoon ya nini? Twende mambo ya honeymoon kufanya nini? Mimi nataka niweke heshima, mambo mengine tuachane nayo. Ishaingia na ibilisi kibao. Mwenye najitahidi tu najikuzuru mradi niweke jambo langu sawa usiniache. Unaambia mambo ya honeymoon. Unawaza honeymoon. Honeymoon utaenda wapi na hela yenyewe hakuna. Kwa hiyo mimi ninachotaka tutumie hapa, tukimaliza tumemaliza shughuli yetu inakuwa pambe. Inakuwa the best shughuli na inakuwa namba moja. Kisofa kaoa na kamoa mtu mzuri na sherehe imefana imefanyika. Unaona kuna ubaya hapo kipenzi changu? Asa unataka uweke heshima, yani wewe hiyo hela unataka utumie tufanye shughuli pale iwe kubwa, watu wale, afu baadaye tuende tukalie matanga wenyewe kule nyumbani. Badala ya kusema hela tunayoipata hapa, tununue vitu tuweke ndani tufurahie si wenyewe. Kweli mpenzi wangu? Nimekuelewa kipenzi changu. Na kwa sababu pesa yenyewe ya mkopo hii tunakuja kuilipia, bwana tukae na ndani mwenyewe tupange vitu kama hivyo, tuvione vitu tulivyovinunua, hata tukilipa tunakuwa tunalipa huku roho inapenda. Nimekuelewa kipenzi changu. Nakupenda. Sasa ndo mwanaume ambaye mimi nilikuwa namtaka. Mwanaume ambaye ananipenda na ananisikiliza pia. Wow. Kazi yangu sera paka mama kachoka. Kila siku wavishi vibweka usela utwana shikapanga ukinizingua mikwangusha ya bananga. Ndio hivyo mamangu mimi kanitafutia binti mwana ili niwe